Sasa tayari nishamaliza kuongea na mafundi, nimempata engineer, nataka kujua changamoto 2 3 za mafundi. Engineer vipi? Safi. Vipi wewe? Safi, uko poa? Niko poa. Nipe changamoto za mafundi. Wewe kama engineer. Changamoto ni nyingi. Kwanza kabisa nipende kuwashukuru Mafundi TV. Ndio. Ama MTV kuweza kutembelea site. Ndio. Ni jambo ngumu na jambo la kigeni kabisa kupata watu ambao wanaweza wakawatembelea site kama hivi. Ndio. Kwa hiyo ni pongezi namba 1. Ndio. Kitu cha pili, nipende kusema changamoto kwenye maisha zipo. Na katika kazi changamoto zipo. Ila inategemea na changamoto ni za design gani. Kwa mfano, unaweza ukaja na mafundi site, mkafanya kazi mpaka jioni. Imefika jioni, wakati wa kuwalipa hujapata hela ya kuwalipa nini mafundi, au hujapokea kutoka kwa nani? Kwa tajiri. Wewe unadhani mafundi watakuchukuliaje wewe kama engineer? Kwa hiyo wewe kama engineer, ikitokea changamoto kama hiyo unaitatuaje? Inapotokea changamoto kama hiyo, kuna mambo haya mawili. Kwanza, inategemeana na wewe mwenyewe jinsi ulivyo. Kama unavyoishi na vijana wako. Kama una uwezo wa kuwa na hela yako ukawapoza kwa kiasi fulani, unaweza. Lakini kama hauna, ndio hivyo, itabaki ni lawama. Sasa kama utampoza fundi, unaweza kumpoza kwa shilingi 10,000 na ulitakiwa umlipe 30, na yeye ana familia nyumbani, inakuwaje hapo engineer? Hapo ndo tayari changamoto imeshatokea. Mimi tayari mwenyewe sijapata chochote. Natakiwa nifanye nimlipe. Na mimi pia kuna familia inanisubiri wapi? Nyumbani. Unadhani mimi kama mimi nitafanya nini zaidi ya kuenda kudai madeni ili niweze kuja kuwalipa? Sawa, kama wewe ni engineer, una lipi la kuambia mabosi, kwa sababu wewe una mafundi na wewe ni engineer, kuna bosi wako yuko nyuma, unamfanyaje ili kuweza kutatua changamoto hiyo? Changamoto kwanza ni kubwa, na mimi naamini hii changamoto inaweza ikatatulika endapo tutakuwa tunapata vitu kama hivyo. Unajua sisi kama sisi mafundi hatujapata wale watu special wa kuenda kutusemea kwamba bwana, sisi changamoto zinazokuta ni hizi. Hatujapata wale watu. Kwa hiyo ndo maana nikatanguliza mwanzo, kwanza nashukuru MTV kuweza kututembelea, na naamini kuna watu wengi watapata hii nafasi, na watakapopata hii nafasi kilio chetu kitakenda kusikika moja kwa moja. Okay, basi kwa sasa mnapatikana wapi? Nikihitaji fundi nampataje? Fundi unaweza ukampata. Ndio. Na tungeomba wakati kabla tukiwa tunaendelea, mtaweka namba zetu za simu wakati video inafanyaje? Inaenda. Kwa sababu sisi tukisema tuanze kujitambulisha kila mmoja, unaona wa vijana wote ni mafundi. Na wote wanafanya kazi nzuri kama mnavyoona hapa. Ni kazi imenyoka, ni mtu anapiga. Kwa hiyo anapoumia kuanzia saizi, kuanzia asubuhi yuko hapa. Jioni anasubiri kurudi kwenye familia. Anarudije katika familia bila kwenda na chochote kitu? Na wewe mwenyewe unaona, ni shahidi, leo umefika site, kazi unaiona. Ni jambo zuri. Wewe kama engineer una mafundi kazini, ikitokea emergency au ajali, unamsaidiaje fundi wako? Hilo ni tatizo ambalo ndio maana nasema tunashukuru, kwa sababu umeona fundi kama huyu hana kitu chochote ambacho kinaweza kikamsaidia. Aidha amepata ajali, amepata tatizo, hawezi kwenda kazini, hawezi kwenda kupata huduma ya aina yoyote, kwa sababu anapoumia hapa sana sana watu watamjali kwa kile ambacho alichofanyia kazi. Lakini kujua afya yake ndio kilinakuwa ni tatizo. Wewe kama engineer, anapoumia fundi, ameshaenda kutibiwa, amerudi nyumbani, una uwezo wa kumhudumia kama fundi wako? Ndio maana nikasema hii ni changamoto, kwa sababu katika malipo watu wengi hatuangalii wala hatuweki kile kitu ambacho tunasema ni yani ni kama ziada, kama bima. Unajua kwenye mashirika mengi kunakuwa na zile bima za afya. Lakini katika usola letu la mafundi, mafundi wengi ukiwauliza sasa hivi bima za afya hakuna. Kwa hiyo tunapopata watu wanapotutembelea kama sisi, ni rahisi kupata haki yetu ya msingi, kwa sababu swala la bima ni haki ya nini? Ya msingi. Lakini je, anaipataje hiyo bima ya afya? Kwa msingi gani au kwa mwenendo huu? Hapo nimekuelewa engineer, hilo tutalifanyia kazi. Sisi kama Mafundi TV tutajaribu kupaza sauti ili iweze kusikika, mafundi waweze kupata haki zao. Mimi nashukuru na nawakaribisha sana. Tutaendelea kuwa pamoja siku zote. Na mimi naomba muendelee kuzunguka zaidi. Mtapata kero zaidi ya hizi hapa. Umeshanielewa? Kwa sababu
Kuna wakati inaweza ikawa tatizo sio tajiri. Anaweza akapokea mtu kazi. Sawa? Akawafanyisha watu nini? Kazi. Ikawa tajiri ameshatoa nini? Pesa. Kwa sababu kero kama hizo zipo. Unakuta tajiri katoa pesa, lakini yule msimamizi anayesimamia ile kazi kutoa ile hela kwa wakati inakuwa ni tatizo. Basi hamna shida, hilo tutaweza kwa sababu tupo sisi Mafundi TV na imani itafika, kero za mafundi zitatatulika. Najua mafundi wengi Dodoma wameiboresha, kwa hiyo hizo na sauti zao pia tutazifikisha. Asante sana. Haya, mimi nashukuru sana. Asante sana. Na tunawakaribisha sana. Haya, msisahau kutufollow. Namba zako za simu hujazitaja.